Bwana Yesu asifiwe. Leo nashirikishana na wewe vitu vichache kuhusu maombi. Somo linasema maombi yenye majibu. Kama wote tunavyojua, maombi ni njia ya mawasiliano. Tunavyowasiliana na Mungu, kati yetu sisi na Mungu. Namna nzuri ya kuwasiliana ni kupitia maombi, na tunakuwa tunapeleka hoja zetu mbele za Mungu kupitia maombi. Na kuomba ni kazi kama kazi nyingine yoyote. Nilichokuja kugundua ni kwamba kuna Wakristo wengi sana ni wana maombi, yaani ni wataalamu wa kuomba. Kwa wengi ni waombaji lakini sio wapokeaji. Mtu morning glory yupo, vipindi vya katikati ya juma yupo, mifungo anafunga. Unamuona huyu mtu kweli yuko very serious na Mungu, lakini kija kuangalia maisha yake hivi, ni kwamba mimi ya maisha ninayoyaona hivi tunavyoona ana uhitaji navyo, ni kwamba kweli hana macho ya kuona kwamba vitu anavyo, au anaomba kwa Mungu ila hapokei. Sasa mimi katika kujifunza, kuna vitu ambavyo vimekuwa vikinisaidia mimi kupata majibu yangu kwa haraka sana mbele za Mungu. Kwa kweli maombi yangu, kwanza mimi nikiombaga sinaga kitu kama yes nimepata muujiza, sinaga. Yaani ukisikia mtu anasema nimeomba nimepata muujiza, huyo muujiza ni kitu ambacho ulikuwa hutegemei, hutarajii, kime happen tu. Sio mimi. Mimi nikiomba nina uhakika kabisa nitapata. Sio kwamba si be surprised Mungu anavyonitendea, hapana. Si be surprised, yani sishangai kwamba ametenda. Huwa nashangaa kumbe ametenda kwa haraka hivi, au ametenda kwa ukubwa, ametumia hii njia. Lakini swala la kwamba mimi ningejibiwa nilikuwa na uhakika nalo. Kwa nikaona kwamba hebu nishirikishe kitu kidogo ambacho nakijua kinachonisaidia mimi kuwa napata majibu ya maombi yangu kwa Mungu. Kitu cha kwanza kabisa ambacho huwa kinanisaidia mimi nikiomba maombi yangu najibiwa, maombi yenye majibu, sio kitu kingine, Bible, neno la Mungu. Wewe ngoja nikwambie, mtu anayeomba kwa kupitia ili neno la Mungu, anamshinda sana mtu ambaye anaweza akaomba sana lakini hana maarifa ya neno la Mungu. Mungu afanye kitu nje ya neno lake. Kwa kama usome Biblia, ndugu yangu, siko hapa kukutia moyo, niko hapa kukwambia hivi, soma. Mwalimu, nikisoma mimi Biblia sielewi, ngoja nikufundisha. Unaposoma neno la Mungu, unaposoma Biblia, haikuhitaji wewe ujue Biblia nzima ili uweze kuomba maombi. Unaweza tukafungua kitabu cha Mwanzo ukasema, hapo mwanzo Mungu alizifanya mbingu na nchi, nayo mbingu ilikuwa ukiwa tena utupu. Mungu, Roho wa Bwana akatulia juu yake. Mungu akasema iwe jua. Mungu akasema iwe nuru. Mungu akasema wanyama na wajawe kwa wingi, na ukachukua haya maneno ukasema hivi, Mungu ulisema iwe jua. Kwa namna hii Mungu natamka wawe wateja kwenye biashara yangu, iwe afya kwenye mwili wangu, iwe amani kwenye ndoa yangu, watoto wangu wawe watoto wanaofaulu shuleni. Kwa maneno haya ukatamka vile kama alivyotamka. Tatizo lako una maneno mengi lakini uyatumii. Unafikiri mpaka eti sijui chuo cha Biblia au ujue maneno mengi. Hapana. Kwenye maombi kinachohitajika, moja, imani. Sababu Biblia inasema kwamba kila mwendeaye Mungu lazima kwanza amini kwamba Mungu yupo na huwapa thawabu wale wamuombao. Kwa hiyo cha kwanza imani yako. Cha pili, tafuta neno la kusimamia. Ukishalipata tu, fanya application kwenye neno ambalo wewe unaliombea. Kwa nini nimesema Mungu maombi yanayoomba kwa kutumia neno la Mungu yanajibiwa kwa haraka? Tuangalie kitabu cha Yeremia. Kitabu cha Yeremia sura ya kwanza kabisa.
Hapa kwenye sura ya kwanza kitabu cha Yeremia, neno la Mungu linasema hivi, mstari ule wa 12. Ndipo Bwana akaniambia, umeona vema, kwa maana ninaliangalia neno langu ili nilitimize. Kwa hiyo nimekwambia hivi, ili Mungu afanye kazi anaangalia neno lake. Kwa hiyo kwa mfano labda una mstari wako unasema hivi, Bwana ndiye mchungaji wangu, sintapungukiwa na kitu. Linakutosha kabisa kuingia kwenye maombi na kusema hivi, wewe Mungu ni mchungaji wangu. Utawachunga watoto wangu, utachunga ndoa yangu, utachunga kazi yangu, utachunga miradi yangu, utachunga kazi zangu. Sintapungukiwa na kitu. Sintapungukiwa na afya, sintapungukiwa na kibali, sintapungukiwa na utajiri. Utataja au vile unavyovijua. Mimi nakupa tu examples namna ya kufukua kwamba unaomba kwa kutumia neno la Mungu. Sasa wewe unayo yale maneno mengi ambayo umeshayakariri. Usiishie tu kukariri Bwana ukasema hakuna jambo linalokushinda. Hapana, kweli ameshasema. Kwa hiyo unaweza kusema kweli Mungu umesema, ni Mungu wa wote wenye mwili, hakuna jambo linalokushinda. Kansa haitakushinda. Umasikini hautakushinda. Laana haitakushinda. Nakwambia hivi, endelea kuyakiri hayo maneno. Endelea kutamka hayo maneno kwenye kile kitu unachokitaka Mungu akutendee. Muda usiodhania, dakika usiojua, utarudi utafurahia kama hapa mimi ninavyofurahia kwamba jamani, mimi Mungu amekuwa akinijibu maombi yangu mengi sana kupitia neno lake. Na huwa sishangaa akinijibu, maana na uhakika yupo na huwa ananijibu. Huwa nashangaa tu vile anavyojibu kwa haraka sana kupitia neno. Huwa nashangaa njia zake anazotumia kujibu kupitia neno. Huwa nashangaa vile anavyotenda kwa ukubwa kupitia neno. Kwa hiyo mwana wa Mungu, kama unataka maombi yako yajibiwe, jitahidi sana kusoma Biblia. Yaani soma Biblia wewe. Kitu kingine, hata ukiangalia Zaburi ya 138, Zaburi ya 138 kuanzia mstari wa 2, neno la Mungu linasema, nitasujudu nikilikabili hekalu lako takatifu, nitalishukuru jina lako kwa ajili ya fadhili zako na uaminifu wako, kwa maana umeikuza ahadi yako kuliko jina lako. Kwa hiyo Mungu ameikuza ahadi. Yaani amelikuza ile neno kuliko hata jina lako, kuliko hata jina lake zamani. Ameikuza ahadi. Kwa hiyo ahadi yote iliyofanya ya maandiko ni amini na kweli. Soma Biblia, soma neno la Mungu, simamisha imani, acha mashaka, Mungu atakutendea. Ukiangalia kitabu kile cha Yohana 15, hiki chenye kwenye Agano Jipya, bana mwalimu unasoma tu Agano la Kale, sisi ni wa Agano Jipya. Haya, ngoja niwasomee na Agano Jipya. Agano Jipya sura Yohana 15. Yohana 15 tunaangalia huu mstari wa mstari wa 7. Maneno ya Mungu anasema, ninyi mkikaa ndani yangu huyu ni Yesu jamani. Ninyi mkikaa ndani yangu na maneno yangu yakikaa ndani yenu, ombeni mtakalo lote nanyi mtatendewa. Neno likae kwa wingi ndani yako, mwana wa Mungu. Likikaa ndani yako kwa wingi, utapunguza kelele sana mbele za Mungu. Utakuwa unapeleka hoja zenye nguvu. Mtu anayeomba bila kutumia maneno ya Mungu, Biblia inasema kwamba wanaomba wanapayuka. Lakini unapoomba kutumia neno la Mungu, Mungu anakusikia kwa haraka. Jambo la pili, kama unataka maombi yako yajibiwe kwa haraka, naenda kwa haraka sasa, maana msingi ulikuwa neno la Mungu. Jambo lingine ni kwamba angalia alichokifanya Mungu pale msalabani. Acha sana kuelezea ulichokifanya wewe. Nasema hivi, ukitaka ujibiwe maombi yako kwa haraka, unapokuwa kwenye maombi, angalia, sema, tamka, kiri sana alichokifanya Mungu msalabani. Kila alichokifanya yeye kuliko unachokifanya. Acha kumwambia Mungu hivi, angalia Mungu, angalia nilipofunga, angalia nilipotoa sadaka, angalia mimi ninapokutumikia, angalia mimi. Hivyo vyote Mungu anaona. Hebu mkumbushe Mungu
kwamba Isaya 53 mstari wa 4 unasema, kwa kupigwa kwake Yesu mimi nimepona. Kwa kupigwa kwake Yesu ametoa aibu yangu. Kwa kupigwa kwake Yesu amechukua maskini wangu. Kwa kupigwa kwake Yesu amenipa utajiri wangu. Sasa wewe endelea kutamka kila alichokifanya yeye msalabani. Kwa nini? Mungu ana tabia ya kufanya kazi kiagano. Pale msalabani kuna agano ambalo linasema ni agano la damu ya Yesu na linatuunganisha na baraka za Ibrahim. Kwa hiyo wewe, Mungu utakapokuwa unamkumbusha msalaba, utakapokuwa unamkumbusha agano lake, na yeye anajua anafanya kazi kiagano, unajibiwa haraka sana. Acha kumkumbusha. Mimi sijasema usitoe sadaka, toa, weka nadhiri. Mimi sijasema usifunge, funga sana. Maombi lazima ufunge ili na mamlaka wala nguvu za Mungu. Lakini sasa isiwe wewe ndio unachoshika. Usishikamane sana na vile unavyojitabisha. Angalia Mungu, nimepiga magoti kwenye mawe. Angalia Mungu, nimefunga sijui. Mkumbushe Mungu alichokifanya. Mkumbushe agano pale msalabani. Jambo la 3. Tabiri kwa kushukuru kwa imani. Tabiri kwa kushukuru kwa imani. Sasa hapa kwenye kutabiri kwa kushukuru kwa imani, unajua kuna watu wanapanda vizuri maombi yao, wanakaa kwenye maombi wanaomba vizuri. Baada ya hapo sasa, ule mdomo uliopanda ndio mdomo huo unaovunja. Ule mdomo uliokiri ushindi ndio mdomo huo unaokiri udhaifu. Mtu ametoka kwenye maombi, nimemaliza mimi, kuna kipindi naenda kuomba na watu. Ukimaliza baada unasikia naomba ile hali tete. Unabaki na muuliza, una mashaka gani? Si tumeshaomba? Hausui mpaka tuende tutembee, yani ndio ujue kwamba tumeomba. Ndio tumeshaomba na Mungu ameshasikia. Kwa nini? Imani. Amini kwamba hivi nilichoomba Mungu amekisikia. Anza kukitabiri kwa imani. Kwa nini? Ukiangalia Warumi sura ya 4 mstari wa 17, Warumi 4:17, neno la Mungu linasema hivi: kama ilivyoandikwa, nimekuweka kuwa baba wa mataifa mengi mbele zake yeye aliyemwamini, yaani Mungu mwenye kuwahuisha wafu, ayatajaye yale yasiyokuwako kana kwamba yamekuwako. Mungu anataja vitu ambavyo havipo kama vile vimekwisha kuwapo. Mungu ana tabia ya kuweka, ya kutaja, ya kutangaza mwisho hata kabla ya mwanzo. Mungu ana tabia ya kusema vitu kama vimekwisha kuonekana, na hiyo ndio imani. Ndio maana tunaambiwa kwamba wewe anza kutabiri kwa kushukuru, na kushukuru Mungu kwa sababu mimi nitakuwa kichwa wala sio mkia. Na kushukuru Mungu kwa sababu mimi nitalipa haya madeni yote. Na kushukuru Mungu kwa sababu sitakufa, nitaishi. Na kushukuru Mungu kwa sababu mimi kwa kupigwa kwako nimepona. Kwa hiyo nitapona huu ugonjwa, nitapona huu maskini, nitapona haya maradhi. Unaanza kushukuru kwa kutabiri kwa imani. Sio unamaliza kuomba, mdomo huo umeweza kuomba, unaanza tena kuna abort, unaanza kuharibu vile vitu ambavyo umeviomba kwa imani. Ukisemeshwa tu kidogo, naona hali yako tete, acha kabisa, naona benki wataniuzia, naona mimi mwaka huu nitayaona, mwaka huu nitajijua tu, yaani mimi jamani ni wa hivi hivi, mimi ni maskini tu hivi hivi. Sasa wewe umeomba utajiri, umepiga magoti, umefunga, ujue umeomba vizuri, alafu badala ya kuwa na imani kwamba Mungu nimeomba aniondoe kwenye umaskini atanitoa, unaanza tena kutangaza wewe mwenyewe, mimi ni wa hivi hivi, ni maskini wa hivi hivi. Ndugu yangu, anza kushukuru kwa kutabiri. Asante Mungu, hii hali haitadumu, najua nitavuka, nitakuwa tajiri kwa sababu wewe ulifanyika maskini ili mimi niwe tajiri. Nitakuwa tajiri, nitakuwa maskini, hiyo ndio, sitakuwa maskini, hiyo ndio imani. Nitakuwa juu tu, sitakuwa chini. Nitapona ugonjwa, nitapona ugonjwa, sitakuwa na mahangaiko siku zote, sitakuwa na Mungu. Kwa dakika usioijua, kwa saa usioidhani, atayajibu maombi yako kwa wakati. Niishie kwa kusema kwamba hata kama umeomba kiasi gani na bado hujapata majibu, usimkatie Mungu tamaa. Mungu anabaki kuwa Mungu. Awe amefanya vile ulivyoomba, ni Mungu. Awe hajafanya vile ulivyoomba, ni Mungu. Endelea kumwamini, endelea kuwekeza, kwa sababu anakuwazia
mawazo mema muda wote. Mungu sio kama sisi wanadamu. Endelea kuweka imani yako. Barikiwa sana, na usiache kuendelea kusoma neno la Mungu na kufanya maombi kwa bidii. Siku zimekaribia. Mungu akubariki sana.